asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tusome Zekaria lango ni wa pili. Tutaanza aya ya kwanza. Aya ya kwanza. Ningeomba kila mtu atulie mbali na Mungu. Sema bye. Amen. Asante. Nasoma kitabu cha Zekaria mlango wa pili aya ya kwanza. Naanza kusoma, nasema hivi: kisha nikainua macho yangu nikaona, natazama mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema, unakwenda wapi? Akaniambia, ninakwenda kupima Yerusalemu, nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Natazama, yule malaika aliyesema nami akasimama karibu na malaika mwingine, akatoka ili kuonana naye akamwambia, piga mbio kumwambie kijana huyu na kusema, Yerusalemu utakaliwa na watu kama vijiji visivyo na kuta kwa Yerusalemu utakaliwa na watu kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu wa mifugo iliyomo ndani yake. Kwa maana mimi asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Haya, ikimbieni nchi ya kaskazini, asema Bwana, kwa maana mimi nitawatawanya ninyi kama pepo 4 za mbinguni, asema Bwana. Asante Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu mpanzi amesimama, anataka kupanda neno lako Bwana Yesu Kristo, na sifungua mioyo yetu tukasikie neno, kienda ulikape sifa na utukufu. Asante, sipomba Bwana kutuombee kwa hizo mara kuamini. Amen. 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 Zakaria ndiye alikuwa nabii. Zakaria ni nabii kwa manabii wadogo. Na Zakaria aliona mambo haya. Zakaria akiwa katika maombi aliona mambo haya. Zakaria akaona malaika akija akiwa na kamba ya kupimia mkononi. Zakaria akashtuka alipomtazama, kasema, wewe waenda wapi? Malaika huyo Zakaria alimuona kama kijana, kamuuliza waenda wapi? Kamwambia, naenda kupima Yerusalemu, nijue upana wake na urefu wake. Malaika huyo akimkimbilia malaika mwingine, akisimama karibu na huyo malaika mwingine, na alipomtazama hivyo, natazama yule malaika alisema nami, akasimama karibu na malaika mwingine kutoka, akamwambia, piga mbio ukamwambie kijana huyo, nasema Yerusalemu utakaliwa na watu. Najua Yerusalemu wakati ilipobomolewa, wana wa Israeli wakaenda mateka, Yerusalemu ilikaa kama ukiwa, mahali hakuna watu, kukawa temporary bila kuweka ua.
ulibomolewa, hata kanisa likabomolewa. Mpaka dakika hii jengo hilo halijaanza kujengwa kama bado. Na ndio alipotazama mambo haya akaona, akamwambia, Yerusalemu utakalia na watu vijiji, na hao watu watakuwa wengi pamoja na mifugo yao iliyomo ndani yao. Na akamwambia hawatakuwa na ukuta, hawatakuwa na ukuta wa kuwazuia, wa kuwakinga. Mnajua vizuri ilipobomolewa, mtu aliyekuja kujenga ukuta alikuwa Nehemia. Nehemia alikuwa anakuja kujenga ukuta, na ukuta huo Waisraeli walikuwa nakaa hapa vikundi, na Yerusalemu, mji wa Yerusalemu unakalia na watu wengi, hata na makabila mengi, hata na makabila mengi ambayo si Wayahudi ama si Waisraeli. Na alipotazama mambo haya akawaambia, ingawa watakaa kwa vikundi, ingawa watakaa kwa vijiji, hawatakuwa na ukuta wa kuwakinga, hawatakuwa na ukuta wa kuzuia adui. Watakaa kwa vijiji temporary, bila security, bila kukingwa. Na mnajua Yerusalemu ni mji wa Mungu, unaitwa mji wa amani, seat of peace. Yerusalemu, jina Yerusalemu ni jina linamaanisha mji wa amani, seat of peace. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tofauti na mji mwingine. Atukienda Yerusalemu, huwezi kukuta factories ziko. Inakaa tu makabari ya kazi ya Mungu na matendo ya Mungu, na mambo alikuwa yanafanyika Yerusalemu, mambo ya Mungu. Inaitwa ni mji wa Mungu, unaitwa ni mji wa amani. Na mnajua Mungu ni Mungu wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mji wa amani Yerusalemu unaitwa ni
asifiwe sana. Praise God. Mungu alikinga wana wa Israeli. Alikinga wana wa Israeli. Hata wakiwa katika jangwa walikuwa wanatembea. Mungu alikuwa ukuta wa moto kwao. Wanapopita katika bahari ya Shamu, Mungu anakuwa ukuta wa moto kwao. Wanapopigana na Waajemi, Mungu alikuwa ukuta kwao. Anapopigana na maadui zao, Mungu alikuwa ukuta wa moto kwao. Mungu anakuwa ukuta wa moto kwako. Hata magonjwa yakija, anakukinga na ukuta wa moto. Anasimama na wewe, anasimama na jamii yako, anasimama na watoto wako. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu, hata kuacha kamwe. Glory to Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikinga Shadraka na Abednego wakiingia katika tanuru ya moto. Aliwakinga, alifunika wao na ukuta wa moto. Dawa ya moto ni moto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Hata Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, wewe pamoja nami. Bwana anakukinga na ukuta wa moto. Wale watoto wake ambao wamesoma vizuri, Bwana anawakinga na ukuta wa moto. Nataka nikwambie, madawa ya waganga haiwezi kupita ukuta wa moto. Hata ile mali ulio nayo nzuri, Bwana anaukinga na ukuta wa moto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Anakukinga na ukuta wa moto. Nabii huyu anapozungumza, anapoona maono haya, nabii huyu alikuwa wakiwa matekani. Walikuwa kwa mateka, walikuwa katika nchi ya ugenini. Maono haya Zakaria anaona wakiwa kule Babuloni, ambapo walikuwa wanateswa, ambao walikuwa wanateswa zaidi. Lakini Mungu akamwahidi, mnaporejea Yerusalemu, nitakuwa ukuta wa moto. Nitawakinga kwa shida, nitawakinga kwa mabaya. Ukuta wa moto. Mungu anakuwa ukuta wa moto katika familia yako, katika biashara yako, katika kazi zako. Mungu anakuwa ukuta wa moto. Mungu anakukinga. Bwana anakukinga kwa mabaya na shida zote. Bwana anakukumbatia. Ukuta wa moto unasimama kwa watoto wako, unasimama bahari wako, hata wakiwa ng'ambo, hata wakiwa ng'ambo. Bwana anawakinga. Bwana anawakinga na ukuta wa moto. Anawazunguka na ukuta wa moto. Hata kwa vijiji bahari mnakaa, Bwana anawakinga kwa ukuta wa moto. Hamtaathirika. Wakati wa Misri walipokuwa wanapambana na Musa, Musa alikinga Waisraeli kwa ukuta wa moto. Alikinga watoto wao wazaliwa wa kwanza. Walipokuwa na kufa kwa mapigo ya Mungu, hawakufa kamwe, kwa sababu Bwana anawakinga na ukuta wa moto. Najua ukuta wa moto, vita vya kawaida havikufikii. Hata kazini bado unafanya kazi, kuna vita. Hata kwa matajiri yako kuna vita. Hata kwa majirani yako nyumbani kuna vita. Lakini kwa ile friends yako kuna ukuta wa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Amen. Kuna ukuta wa moto. Ukuta wa moto. Praise God. Zaburi 46:11. Zaburi 46.
Yakobo ni ngome yetu. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, ambaye ni ukuta wa moto. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, yeye ni ngome yetu. Wakati mwingine anaitwa ngome imara, ngome ambayo imara. Unajua ngome ni mahali pa kujificha, ngome ni mahali pa kujificha. Bwana wa majeshi pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni kimbilio letu, naye ni ngome yetu. Yeye anatukinga tunapokuwa na shida, tunaingia katika ngome. Tunapokimbizwa, tunaingia katika ngome. Ngome ni Mungu wetu, ngome ni Bwana wetu, anatukinga. Na hiyo ngome ni ukuta wa moto. Adui atatufikia, adui atatuona, adui atatufika kwetu, kwa sababu Bwana ni ngome yetu. Bwana ni ngome yetu. Tunapomkimbilia hatutatikisika. Glory to Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomkimbilia hatutatikisika. Na kuleta moja karibu. Najua jana ulitikisika. Najua moyo wako ulitikisika. Babu kawa na pressure. Na kurudisha pressure chini. Bwana ni ngome yako. Na rudisha pressure yako chini. Bwana ni ngome yako. Tegemea Bwana. Jifiche ndani ya ngome ambaye ni Kristo. Bwana anakukinga, anakutuliza. Rudisha pressure chini. Tazama Kristo. Glory to Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale kuja haraka, soma Isaya 4:5. Ndio tumalizie. Isaya chapter 4 verse 5. Alafu nimaliza mahubiri yangu. Chapter 4 verse 5. Isaya 4 verse 4. Isaya 4 inasema, tena juu ya makao yote ya milima Sayuni na juu ya makusanyiko yake Bwana aiambia wingu na moshi wakati wa mchana na mwangaza wa miali ya moto. Kwanza tena. Tena juu ya makao yake ya mlima Sayuni na juu ya makusanyiko yake Bwana ataiambia wingu Bwana ataumba wingu na moshi wakati wa mchana na mwangaza wa miali ya moto wakati wa usiku. Kwa maana juu ya utukufu wote itatandazwa sitara. Kisha kutakuwa na hema kuwa uvuli wakati wa mchana kwa sababu ya hari, na kuwa mahali pa kukimbilia na kujificha wakati wa tufani na mvua. Tosha tu. Tena juu ya makao yote ya milima Sayuni na juu ya makusanyiko yake Bwana ataumba wingu na moshi wakati wa mchana na mwangaza wa miali ya moto wakati wa usiku. Kwa maana juu ya utukufu wote atatandazwa sitara. Wakati wa mchana Bwana ataunda miali ya moto na moshi. Wakati wa mchana Bwana anasema hata kuacha. Wakati wa mchana atatisha maadui wako na moshi, atafukuza adui wako na moshi. Lakini wakati wa usiku pia
atatoa miali ya moto. Hautatembea katika giza usiku, maana ameweka ukuta wa moto. Hautatembea, hautajikwaa, hata kama una shida, hata kama una mateso, hata usiku. Bwana yu pamoja nawe, anapoweka kwako ulinzi. Hata ukilala, yeye anakulinda. Hata anasinzia, lakini Bwana hasinzii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana hasinzii. Hata wakati unapoumwa usiku, unasema Bwana ameniacha. Mungu hajakuacha. Waka miali yake inawaka hata usiku, anakumulikia, anakukinga kwa maadui, anakukinga kwa magonjwa. Let's go. Bwana, ndio mnaimba wimbo, Bwana usehemu yangu, rafiki wangu ni wewe. Hakuna rafiki aliye mzuri kama Mungu. Hakuna rafiki aliye mzuri. Biblia inasema mtu alikuwa rafiki ya Mungu, alikuwa Abrahamu. Na Mungu alitembea na Abrahamu hata kwa jangwa, hata kwa shida, hata kukaa bila mtoto. Mungu alikuwa naye, hakumuacha. Hata ukiwa hapa kanisani haujapata mtoto, Mungu hajakuacha, ako pamoja nawe, maana amekuwekea ukuta wa moto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuacha, anatembea na wewe kila usiku na kila saa. Yeye ni Mungu ya watu walio hai. Yeye ni Mungu ya watu ambao wanakusanyika kama nyinyi. Yeye ni Mungu wa watu ambao hawana security. Yeye ni Mungu. Yeye ni security kwako. Yeye ni mlinzi wako. Analinda Israeli. Hata usiku wakati wa mwezi hautachomeka. Mungu atakulinda na mabaya yote. Atatembea nawe, atakaa nawe. Hata unapopita katika bonde na uvuli wa mauti, malaika wanakuongoza, wanakulinda. Nalo wingu la Bwana linatwaa. Hata wana wa Israeli walipokuwa na jina wingu. Haleluya. Praise God. Tumalize na kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 21:23. Watakatifu wanasali, arakaze kububira, batobole amahinzi mwene sidamanya, mwami wange yageye, mwene wamanyabula, ahi arakaze kububura, atakatifu banasali, arakaze kubahira, batobole banasali, ayinzi mwene sidamanya, mwami wange yageye, mwene amanyabula, ahi arakaze kububura, atakatifu banasali, arakaze kubahira, batobole banasali, yinzi mwene sidamanya, mwami wange yageye, mwene amanyabula, arakaze kububura, atakatifu banasali, arakaze kubahira, batobole banasali, ndoli bibi yomugaso, ayabeta ngabyandarora, amene abadahinduza, arakaze kubugura,
Watakatifu banyasaye arakaze kubarira abantu bose banyasaye mandonye ibintu by'umugaso arabitanga byadarora ahandi murore binduza anabo arakaze kubukura watakatifu banyasaye arakaze kubarira batobore banyasaye. 21:23 na mji ule hautaijali jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Bwana asifiwe sana. Kwa mji huo, unajua huo mji ni Yerusalemu mpya. Mji huo ambao nabii huyu anazungumzia ni mji Yerusalemu mpya. Maana kuna Yerusalemu ambayo inakuja, Yerusalemu mpya. Kuko Yerusalemu mpya hakutakuwa na mwanga wala nini, lakini taa yake ni mwana kondoo. Bwana asifiwe sana. Taa yake ni mwana kondoo kwa mji huo, Yerusalemu mpya. Natamani sote tuingie katika Yerusalemu mpya. Natamani mimi na wewe tuone Yerusalemu mpya, Yerusalemu ambayo inakuja, Yerusalemu ambayo inakuja. Na ni mji ambaye Kristo alienda kuandaa, mji usiojengwa na mikono ya wanadamu, mji usiojengwa na ustadi ya dunia hii, mji ambaye na Yerusalemu mpya. Security light atakuwa ni mwana kondoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Security light itakuwa ni mwana kondoo. Naye Bwana ameweka ukuta wa moto, wasiyenyoka hawataingia, hata wadhaifu hawataingia. Yerusalemu mpya itaingia na wenye nguvu. Glory to Jesus. Yerusalemu mpya itaingia na wenye nguvu. Yesu atasimama katika gate, ndio atawaingiza. Ndio tukifika pale watazungumza, waseme na hawa wanatoka wapi? Haleluya. Glory to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huo ni mji mtakatifu ambaye wasio haki hawatauingia. Mji huo ni mtakatifu, Yerusalemu mpya, ambaye Kristo mwana kondoo atasimama katika gate, na watu watauliza ya mama turahai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu atasema hawa ndio walioshinda dhambi. Promotion sky. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Huyo ni mwana kondoo atakayesimama. Igoroba alitema yaba matulai na Yesu alibora iboba kutubuni. Igoroba alitema yaba matulai na Yesu alibora iboba kutubuni. Abana ba Yakobo agoniza bakadada wabo kinanga bareta zingubu ibaba cha Masai kinganga cha Leko. Miguruba alitema
bora nibo bakutukuni Niguruba liteva yababatula na Yesu alibora. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Itakuwa shangwe, itakuwa shangwe, itakuwa shangwe. Mji huo Yerusalemu mpya unaoshuka kutoka mbinguni kwa Bwana, uliokwisha wekwa tayari kama bibi harusi anavyokuja amejipamba kwa mumewe. Huo mji utakuja kama umejipamba. Niliwaambia mbeleni, Yerusalemu unaitwa binti Zion, maana inakuja kama imejipamba, kama vile mume amejipamba kwa mkewe. Anapokuja Yerusalemu ikishuka, ambayo haina mawaha, ambayo haina shida, wanyonge na wadhaifu, wenye dhambi hawataingia, wataingia wenye nguvu. Nguvu ambayo walipokea Roho Mtakatifu ndio wataingia. Lugha ya huko itakuwa ya mbinguni, msemo wa huko utakuwa wa mbinguni, nyimbo za huko zitakuwa za mbinguni. Hawataimba nyimbo za dunia hii, haitaimba nyimbo za watunzi, itaimba nyimbo za Roho. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yes. Mwana kondoo ndiye atakuwa taa. Mwana kondoo atakuwa taa. Hatutahitaji mwangaza tena. Mwana kondoo atakuwa taa. Na mwana kondoo atakuwa ni Kristo. Yeye atatawala mji huo. Yeye atatawala mji huo. Na ndio watakapofika hapo, mtu atasema nilikuwa shemasi, kila naambiwa nendeni huko. Mtu atasema nilikuwa mchungaji, ataambiwa nendeni huko. Itaingia watakatifu. Bwana asifiwe sana. Wataingia watakatifu. Na wataingia na ishara. Wataingia na ishara ya damu. Waliokuwa na damu, walioachwa katika damu ya mwana kondoo, hiyo ndio ishara wataingia nayo. Hiyo ndio ishara ya kumwona Bwana. Hiyo ndio ishara ya kuingia Yerusalemu. Yerusalemu utaingia na ishara. Mnajua ishara, mnajua ishara na alama. Alama ya msalaba, alama ya Kristo, alama ya Kristo. Utaingia na chapa za Kristo, ambaye Paulo anasema msinitabishe, nimebeba chapa zake Yesu Kristo. Alama ya damu, alama ya ishara, alama ya msalaba. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lord. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lord.
mkono pamoja. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndio Baba, wewe ndio Mungu, wewe ni Bwana, wewe ni kuta wa moto kwetu Bwana. Kwa magonjwa tulio nayo unatutoa tupate kazi, unabomoa nyumbiza, unabomoa ukuta wa shetani katika jina la Yesu. Toka na amrisha mapepo ambaye nafunga watu wako, ambaye nafunga vijana wasipate kazi, wafungulie baraka za kazi, wafungulie baraka za kazi, wafungulie neema kubwa Bwana, maana wewe ni Mungu. Wa mama mikononi mwako na waombea wewe, waguze katika jina la Yesu, waponye katika jina la Yesu. Guza wagonjwa wote, guza wagonjwa Bwana, guza wagonjwa. Asante Kristo, na choma magonjwa katika jina la Yesu, na choma magonjwa katika jina la Yesu. Toka na angamiza na kubomoa magonjwa katika jina la Yesu. Toka Bwana, wewe ni mponyaji. Guza wagonjwa Bwana, kwa mateso ya msalaba tulikombolewa, kwa mateso ya msalaba tuliponya magonjwa. Wewe ni Mungu. Asante Bwana, asante Kristo, asante Bwana wa mabwana, asante Bwana mfalme. Tenda maajabu na ishara, wewe ni Mungu wetu, na kwa Kristo tunaomba. Amen.